zile taarifa kwa ufupi, jinsi ambavyo nitakuwa nakuletea kutoka hapa ndani. Kipindi ni cha Anza na Bwana, lakini kitengo sasa ni cha taarifa kwa ufupi. Na kuanza moja kwa moja ni kwamba Rais William Ruto anaanza ziara yake katika eneo la Nyanza, hasa katika majimbo ya Siaya, Kisumu pamoja na Homa Bay hii leo, ambapo atazindua miradi tofauti ya maendeleo, miongoni mwao kuzindua barabara, kuzindua soko la Oyugis pale, na vilevile kuzindua mpango wa kutengeneza nyumba za bei nafuu 5,000, baadhi ya mambo mengine ambayo anatarajiwa kufanya katika ziara yake. Na vilevile ibada ya wafu kwa niaba ya mwenda zake aliyekuwa mwanahabari Catherine Kasevuli ilifanyika hiyo jana katika kanisa la St. Francis International kule Ngong, Nairobi, ambapo kesho ndipo ambapo atapumzishwa kule nyumbani kwao eneo la magharibi mwa Kenya. Na kuachana na swala hilo, kuna swala jingine la mwizi ambaye alichomwa katika kaunti ya Nyamira eneo la Geseneno. Nasemekana kwamba usiku wa kuamkia jana vijana ambao ni wanabodaboda walipatikana wakiwa wameiba kuku kutoka baadhi ya miji katika eneo hilo, swala ambalo lilivutia umati wa watu usiku huo asubuhi hiyo. Wengi ambao walimchoma mshukiwa mmoja, wengine wakifanikiwa kutoroka katika eneo hilo. Wakati huo vilevile kumekuwa na visa vya wizi ambavyo vimeanza kukithiri katika siku za hivi karibuni, ambako katika eneo la Bochura kaunti ya Kisii, eneo la Kitutu Chache South, wizi umekithiri, ambapo wazee wa nyumba 10 walikamata jamaa mmoja ambaye anatuhumiwa kuwa wamekuwa wakiiba vitu ama bidhaa kutoka kwa watu na wenzake, ambao pia walifanikiwa kutoroka na kuviweka katika jumba moja katika eneo lile la Bochura. Uchunguzi unaendelezwa, wakati ambapo baadhi ya wakazi walifika pale, waligundua kwamba baadhi ya vitu vilivyokuwa pale ni vile ambavyo vilivyoibwa kutoka majumba yao. Na nikiachana swala hilo, gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati hiyo jana aliweka wakfu soko jipya la Magena ambalo litaanza kujengwa hivi karibuni. Kumbuka kwamba ni katika harakati za kuhakikisha kwamba kila sub-county inapata soko ambalo litakuwa linawasaidia wafanyabiashara kuendesha biashara yao, na vilevile kuwakinga dhidi ya hali za anga tofauti, iwe mvua au jua. Na nikiachana na swala hilo, mbunge wa Kitutu Chache Kusini Kibagendi ameendeleza mikutano ya hadhara ya kusikiza maoni ya wananchi na wakazi wa maeneo yale kuhusiana na yale matakwa yao ama mambo ambayo wangependa wafanyiwe katika serikali ya Kibagendi pamoja na uongozi wake, akisema kwamba ni swala zuri pia kuwasikiza wale ambao kwa kweli walimpigia kura kuchukua nafasi ile. Na nikiachana swala hilo, kumbuka kwamba vilevile hiyo jana Rais William Ruto aliongoza wanasema ni passing parade katika eneo la Embakasi B, mahala ambapo maafisa wa JSU walikuwa wanafuzu hiyo jana. Kumbuka kwamba ni katika msururu wa siku 3, ambapo kumbuka kwamba Jumanne alikuwa kule Kiganjo, ambapo alihudhuria sherehe ya kufuzu kwa makurutu zaidi ya 2,000. Akaingia pale Embakasi kwenye administration police ambao walikuwa wanafuzu vilevile siku ya Jumatano, na hiyo jana akamalizia Embakasi B, ambapo wale wanapolisi wa JSU wanafanyia mazoezi. Kuachana swala hilo, kumbuka kwamba leo ni siku ya mwisho kwa wewe Mkenya kutoa maoni kuhusiana na bajeti mpya ya serikali, bajeti ambayo ni ya kima cha shilingi trilioni 3.64 ambayo ilisemwa ama ilitengezwa na waziri wa fedha Njuguna Ndung'u. Baadhi ya maeneo kule Nairobi katika jumba la mikutano la KICC, kama uko pale unaweza ukafika pale pia utoe maoni yako kuhusiana na
na ile bajeti na vile vile baadhi ya mambo ambayo ungependa yafanyike. Kumbuka kwamba mwaka uliopita mwaka wa kifedha uliopita bajeti ilikuwa shilingi trilioni 3.55, kumaanisha kwamba pesa zile zimeongeza kwa kiasi karibu milioni moja, si milioni moja actually. Ndio karibu shilingi bilioni moja na kitu, ama milioni kadhaa. Mtazamaji na msikilizaji, ni hayo ambayo naendelea kukujuza katika kipindi hiki. Katika ile bajeti, kulingana na Rais William Ruto, ataitumia kufufua uchumi, ataitumia kutengeneza nafasi za ajira, ataitumia kuhakikisha kwamba anatengeneza affordable housing, na mambo mengine kati yao kuhakikisha kwamba gharama ya maisha inashuka. Jana tulizungumzia kuhusiana na super gonorrhea. Ni kweli kuna aina ya gonorrhea ama ni kaswende, ni kisonono ambayo imetokea pale Nairobi. Kulingana na utafiti uliofanywa, inasemekana kwamba aina ile haisikii dawa, yani it doesn't respond kwa dawa ambazo unaweza kutumia. Na kulingana na wale ambao walifanya utafiti, walitumia I think up to 13 types of drugs, lakini aina ile haikuwa ina respond to any drug. Kwa hivyo watafiti wale wanasema kwamba it comes down to personal responsibility, kwamba ujilinde wewe mwenyewe, kwa sababu huwezi ukalindwa. Jua kwamba ile kisonono inaambukizwa kupitia ngono. Kwa hivyo ni wewe ujilinde, na ulinde wale ambao ni wenzako. Sasa itakuwa ama ni furaha kwa wakulima wa majani chai baada ya waziri wa kilimo Mithika Linturi kusema kwamba serikali itatoa bonus ya shilingi bilioni 5.5 kwa wakulima wa majani chai ili kufaidika, hasa wakati ambapo shule ziko karibu kufunguliwa, ili wakulima nao wapate fedha za kulipa karo kwa wanafunzi wao na vile vile kutekeleza mahitaji tofauti ya maisha yao. Pale awali likujuza kwamba serikali ya Marekani pamoja na serikali ya Kenya, ama serikali ya Marekani pale imetangaza kwamba yeyote ambaye atatoa taarifa ambazo zitapelekea kukamatwa kwa mshukiwa mkuu wa shambulizi la Dusit D2 kule Nairobi atapata zawadi ya kima cha dola milioni 10. Kwa hivyo ni taarifa ambayo pia unafaa kujijuza. Vile vile washikadau tofauti na Wakenya katika sekta ya elimu wamejitokeza na kumtaka ama kumrai waziri wa elimu Ezekiel Machogo kusuluhisha mzozo ambao unaendelea katika chuo kikuu cha Egerton, ambapo baadhi ya wale ambao ni lecturers ama walimu wanataka shule ile ama chuo kile kiwalipe fedha zao zote, mishahara yao yote, marupurupu yao yote, wakati ambapo kumekuwa na kizungumkuti cha kulipa hata madeni katika vyuo vingi hapa nchini, vyuo vingi vikianza kufunga baadhi ya mabewa yao, vikibaki na mabewa machache ambayo vyaweza kusimamia. Na nikiachana swala hilo ni kwamba kuna huyo mbunge ambaye anaitwa Peter Salasya wa Mumias Mashariki, ambaye amekuwa pale mitandaoni ya kijamii akifanya ama akiwafanyia watu mambo tofauti na kuwasaidia. Sasa hivi katika eneo moja kule Mumias East alitembelea jamaa mmoja ambaye nyumba yake ilichomwa na watu wasiojulikana, na kaahidi kumjengea nyumba mpya ili pia yeye anufaike na uongozi wa serikali. Mtazamaji na msikilizaji, niruhusu niachie hapo, mengi tutakujuza katika kipindi cha Morning Brief kuanzia saa 2:30. Kwa hivyo usicheze mbali, kaa pale tutakuwa tunakujuza yale ambayo yatakuwa yanatukia. Kufikia hapo, niruhusu nikupe wimbo mmoja, kisha nikirudi nitakuwa natambua wale wote ambao wanaendelea kufuatilia kipindi cha leo cha Anza na Bwana baada ya kumaliza kitengo kile cha Taarifa kwa Ufupi. Wimbo ambao nakupa ni wimbo ambao umeimbwa na Rock of Ages kule Migori, unasema maisha ya dunia.